Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Hivi mume wangu, maisha yangu mpaka lini? Unamaanisha nini kuniuliza hivyo? Usiponitimizia mimi hii haja, nani atanitimizia? Mke wangu, naomba endelea kunivumilia. Kuna umuhimu gani na hii ndoa? Maana tunalala kama mtu na dada yake. Katika hali hii hakuna mwanamke ambaye anaweza kumvumilia mtu kiasi hiki. Ila ni mwanamke wa kipekee. Mimi naona tu bora uniache ili uniokoe katika dimbwi la mtihani. Sina budi kukuomba samahani, ila nakuahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakaa sawa. Mume wangu, naogopa kusaliti, maana nikikusaliti dhambi. Unayo nafasi, endelea kupambana. Usipozingatia hilo utanipa majaribu. Sawa mke wangu, nimekuelewa. Mume wangu. Rabaika. Samahani, nakuomba mara moja. Mume wangu, gesi imeisha. Kwa hiyo nilikuwa nakukumbusha. Sawa. Mwenyezi Mungu akinijalia nitaitekeleza na hilo pia. Sawa, nakutakia mahangaiko mema. Lakini mume wangu, nikumbuke basi. Bye.
Bwana Cho, maisha ndugu yangu hizi hapa. Yaani ukifanya masiara unaweza ukawachizi. Hivi hali mimi tu au mpaka wenzangu? Siri ya riziki ana Mungu mwenyewe peke yake. Na ndio maana kuna kukosa na kupata. Leo unaweza ukapata, kesho ukakosa. Hiyo yote ni siri ya Mungu. Lakini ukisema unungunike, uwe na mawazo, unakuwa unaingilia kazi yake, haitakiwi rafiki yangu. Na hayo maisha yako unayolalamika sio peke yako. Wote sisi tunapitia nyakati hizo hizo. Usione nyumba hizi zinaficha siri za watu. Na laiti kama ungepata nafasi ya kuona kila nyumba, usingenungunika. Cholo, mbona mimi tu? Yaani kama Mungu nimemkosea vile. Hata swala la kumkosea Mungu hapo mimi sikusapoti, wala sipo pamoja na wewe. Yaani hapo ndio unapokosea rafiki yangu. Yaani Mungu ana sababu zake na Mungu anatoa riziki kwa makadirio yake. Sasa ukisema Mungu amekuacha, Mungu hajawahi kumwacha mtu. Kila mtu yupo pamoja na Mungu. Ila nafikiria kuna kesho. Ila tu kwamba nisiwe na maneno mengi. Nisije nikafanya cha mazima jangu bure. Bado ndugu yangu mimi tokeni kutoka asubuhi kwenda katika mihangaiko. Nimezunguka tu na hali ya hewa pia naona imechangia. Bwana ndugu yangu bwana, mimi naomba tu kama utakuwa na chochote nisaidie. Sasa hilo ndio lilobakisha. Swala lako umefanikiwa. Bwana nitashukuru sana ndugu yangu. Ngoja nikupe chochote kitu hapa rafiki yangu, na wewe kuonyesha wanaume nyumbani. Pesa hii hapa. Mwenyezi Mungu akujalie upate zaidi ya hiki. Sasa usichelewe. Nenda kwa ukoe jahazi nyumbani. Unamaanisha nini kuniuliza hivyo? Usiponitimizia mimi hii haja, nani atanitimizia? Mke wangu, naomba endelea kunivumilia. Kuna umuhimu gani na hii ndoa? Maana tunalala kama mtu na dada yake. Katika hali hii hakuna mwanamke ambaye anaweza kumvumilia mtu kiasi hiki, ila wewe ni mwanamke wa kipekee. Mimi naona tu bora uniache ili uniokoe katika dimbwi la mtihani. Wangu mafuta
shida. Mambo shoga yangu? Poa, nzima. Safi za siku. Poa, niambie. Safi. Upo ndugu yangu? Ndugu yangu huonekani. Nipo. Tunajua tena nipo mbilini sasa hivi. Shoga yangu hongera, umenoga lakini. Asante. Mpata shoga yangu simwachie. Hata simwachie maana namshika hivi mikono miwili. Haya bwana, si wengine pia karibu mambo haya yatatufikia. Usijali dadangu, utaolewa. Ushanga tuombe Mwenyezi Mungu. Haya shoga yangu, nawahi sokoni. Haya bwana, poa. Mimi nipo. Ila usisahau sana naye utembee kama vipi. Haya poa, mwaishe meji. Shemeji yangu la ukweli. Kwema lakini nyumbani. Kwema. Na wote mko salama? Tuko salama tu shemeji. Maana juzi nilikutana na rafiki yangu. Kwa jinsi ambavyo alivyo na jinsi ambavyo nimemzoea ni vitu viwili tofauti. Hakuwa sawa kwa kweli. Japokuwa kuna hitaji ambalo alikuwa analihitaji na alifanikiwa. Lakini badala yake nikamwona bado hayuko sawa. Naomba nikuulize swali shemeji. Niulize shemeji. Hakuna tatizo nyumbani? Shemeji, hamna tatizo lolote. Kwa sababu yule ni rafiki yangu na wewe ni mkewe. Ni kama familia sisi. Kunapokuwa na utofauti basi lazima tuelezane. Haupaswi wewe kunificha wala hapaswi wewe kunificha. Lakini kwa jinsi ambavyo nilivyomuona ile hali aliyokuwa nayo, inaonekana kabisa kuna tatizo. Na kuuliza tena kwa mara mwisho shemeji yangu. Hamna tatizo lolote baina yako wewe na mumeo? Shemeji, hakuna tatizo lolote. Basi sawa. Mimi nilikuwa nakuuliza hilo kwa sababu nilinitia sana wasiwasi na nilikuwa na mashaka. Na namshukuru Mwenyezi Mungu amenikutanisha na wewe Shem. Na kwa kuwa nimekuuliza na umejibu hakuna tatizo, basi mimi ni hayo tu. Nafikiri hapo moyo wangu umeshatulia. Sisi wanaume tunapokuwa na kitu chetu na kama kijatimia basi huwa tunakuwa tuko sawa. Lakini kwa hali niliyomkuta nayo yeye ilinipa mashaka. Na kama umenihakikishia hakuna tatizo, basi sawa Shem. Samahani shemeji, nilikuwa nawahi sokoni. Tutaonana muda mwingine. Wewe wahi shemeji, ukapate mahitaji, umwandalie madikodiko rafiki yangu. Haya, sijali. Kingine cha kukukumbusha, usisahau kumpa salamu zangu. Msalimie sana. Ila na wewe msalimie dada. Haina shida. Haya shemeji yangu. Haya. Mbona nashindwa kuelewa rafiki yangu? Tumetoka vizuri kwako. Ishu tukapiganishe. Tumefika hapa unajinamia, unawaza shida ni nini? Cholo, labda nikwambie kitu kimoja. Mimi leo siko sawa. Sijisikii kufanya kazi aina yoyote ile. Hivyo naomba tu niache. Sasa kutokuwa sawa na kuwa na mawazo kuna uhusiana nini na kwenda kupiga michongo? Kwa sababu unajua hali ni ngumu sasa hivi. Hii michongo midogo midogo ndio inatupa chochote kitu tunafanya sisi tuweze kuishi. Sasa leo imepatikana na kufuata mambo yanakuwa mengi. Nitakujibu, ila labda kitu ambacho kwamba nakiona kwako wewe sasa huko tunakokwenda tunaanza kusimangana eti sababu kwamba nakuomba hela na kuomba msaada. Sasa mimi naona kwa design kama hiyo kila mtu apite njia yake. Mkeba, yaani unachokosea mimi sikusemangi, ila labda kosa langu hapo mimi kukwambia ukweli. Wewe mwenyewe unajua ukitingwa unakuja naomba 2000 naomba 3000. Riziki zenyewe ndio zinapatikana katika misingi kama hii. Leo imepatikana nikasema ndugu yangu tugawane umaskini. Ili tukienda kupiga mchongo, wewe unakufa na chako na mimi nakufa na changu. Badala yake tena mimi naonekana mbaya. Unajua jamaa anatusubiri kule.
issue imeshakuwa uwanjani. Tunazidi kuchelewa. Wewe nenda kafanya hiyo kazi na utakachokipata ni cha kwako. Usinisaidie. Niache hivi hivi. Maana hutaki kunielewa. Nakwambia leo mimi siko sawa. Namaanisha sisemi kwamba siko sawa eti najisikia, hapana. Siko sawa namaanisha kichwa changu kina mambo mingi. Hebu niache kwanza. Nenda kafanya hiyo kazi. Nilishakupa uhuru. Kafanye kazi hiyo. Nenda kalipambanie na nakuombea dua. Mungu akubariki. Kauze. Dunia zote. Achana na mimi. Niache, nenda. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini tukubaliane kitu kimoja. Nisisikie. Mara umekuja unaomba 3000, mara umekuja unaomba 2000, hata buku sitokupa. Wewe baki na mawazo yako, kwa sababu mara mwisho nilikuuliza, rafiki yangu, na kuona uko sawa. Tatizo ni nini? Haukuniambia chochote. Badala yake ukakaa kimya. Tukazungumza mambo mengine kabisa. Sasa kama una tatizo, mimi nikuelekeza jambo moja rafiki yangu. Dawa ya tatizo ni kulimaliza tatizo na sio kulilea tatizo. Badala yake litazama tatizo. Mimi naenda kupiga mchongo. Makubaliano yetu mimi na wewe kuanzia sasa hivi na baadaye na kesho kutwa usiniombe. Nimemaliza. Mume wangu, umetoka sasa hivi na sasa hivi unarudi. Kulikoni? Wewe ndio unasababisha mimi niwe hivi. Nakosa amani. Nashindwa kufanya mambo yangu ya maendeleo. Nashindwa kufanya kazi kwa ajili yako. Na kukosesha amani? Yeah. Kosa langu mimi ni lipi? Kudai haki yangu? Sijamaanisha kwamba usijali haki yako. Lakini unanikosesha amani. Nashindwa kufanya mambo yangu ya kimaendeleo. Nashindwa kupata uhuru katika kutafuta kwa ajili yako. Mke wangu, tambua na kupenda. Pambana. Na ukishindwa, mimi naondoka. Tena mke wangu, yaani mimi kama mimi ndio mwenye makosa, mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini wewe unaniadhibu kama nafanya kusudi. Usinifanyie hivyo. Sasa mke wangu, hivi unafikiri kama mimi nafanya kusudi? Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Halafu isitoshe, hata wewe mwenyewe umeona, umejitahidi kadiri ya uwezo wako, umenipambania, lakini mabadiliko yamekuwa hakuna. Nimetumia nguvu nyingi, lakini mpaka hivi sasa nimeshindwa kupumua. Hivi ni shamba gani ambaye linazalishwa bila kupanda? Shamba inabidi lipange ndipo lizalishe mazao. Unatamka hivyo kweli? Hata huruma una? Umesahau kipindi kile tunawekeana ahadi kwa shida na raha. Leo imeshatokea shida, unanitamkia maneno kama kweli? Yaani unaniongezea tena uchungu? Hapana, usifanye hivyo mke wangu. Sikiza nikwambie. Nimechoka na ngonjera zako. Mimi ninatoka. Yaani nimeshindwa. Sina jinsi tena. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Tuendelee kulipambania hili. Kama hivyo nichemshia vidawa na nini, inawezekana Mungu akanisaidia. Na kesho kukicha tu naondoka.
Unamaanisha kweli kesho unaondoka? Na sio tu kuondoka, nataka talaka yangu. Eti? Hapana mke wangu. Talaka tena? Hapana bwana, usifanye hivyo. Talaka? Hapana, huko umefika mbali. Mimi nitawezaje? Na kukikucha tu kesho naondoka. Sawa. Dawa ya tatizo ni kulimaliza tatizo na sio kulilea tatizo. Badala yake litazama tatizo. Okay. Nimekumbuka kitu. Cholo. Bana, kama nilivyokuambia, shemeji yako mpaka hivi sasa yani anielewi chochote kile, hataki kunielewa. Kama nilivyokuambia, yani aelewi. Kwa mimi ninachokuomba tu, kama inawezekana, basi twende nyumbani mara moja. Sasa mimi nawezaje kwenda kwako hali ya kuwa tatizo silijui? Na mara zote nilikuwa nakwambia na kuona huko sawa rafiki yangu. Niambie ukweli niweze jinsi gani kukusaidia, lakini umekuwa unanificha. Sasa leo mimi siwezi kwenda kwako bila kujua tatizo. Ndugu yangu, kuna vitu vinginevyo sio vya kusema hadharani kama hivi. Kuna vitu vinginevyo ni vya siri. Ndio maana nimekuambiaje, kama inawezekana twende nyumbani ukajionee mwenyewe, kwa sababu mpaka hivi sasa shemeji yako anataka kuondoka. Wewe unachekesha. Sikiliza nikwambie rafiki yangu Mkeba. Dawa ya tatizo ni kulimaliza tatizo na sio kulilea tatizo. Badala yake utazalisha matatizo. Mara zote nimekuwa uwimbo nikikuimbia, lakini umekuwa usikilizi, haunielewi. Hii ni kesi ya wanandoa. Mfano nimekuja sasa kwako, au nimeenda pale kwa shemeji, mmenyimana unyumba, mimi sura yangu nitaiweka wapi? Sasa hayo matusi sasa. Mimi ndugu yako, mimi siko sawa kabisa. Kitanda kile kikubwa kwangu, kwa hiyo nafikia muda tunatafutana namtafuta, lakini kanizidi. Kwa kuwa umeniambia sababu, sina budi ya kukusaidia rafiki yangu. Kuwa na amani kwanza. Punguza pressure. Mimi na rafiki yangu alikuwa na matatizo hayo, lakini yeye alifanikiwa kupona. Na hivi ninavyozungumza ni mzima kabisa, yuko ngangari na yuko timamu na anafanya shughuli zake vizuri za kulima shamba. Sababu ya tatizo lako ni nini, ili niweze kupata kukusaidia. Kuhusu kwenda kwa shemeji haina shida, mimi nitaenda. Tatizo langu labda tunaona tu bora nikwambie ukweli. Kiukweli kabisa kwamba mimi Miangu. Mafuta? Hayo mafuta ya nini? nilivyokuwa naoga nilikuta mafuta huko chooni, kwani nikapaka kabisa. Tangia lini mume wangu mafuta unapaka asalani? Mume wangu. Hicho anachokitafuta hicho. Haya. Nimetumia nguvu nyingi, lakini mpaka hivi sasa nimeshindwa kupumua. Hivi ni shamba gani ambaye linazalishwa bila kupandwa? Shamba inabidi lipandwe ndipo lizalishe mazao. Ndio hivyo. Yeye alifanikiwaje sasa? Yeye aliweza kufanikiwa kwa kufuata masharti. Na kwa sababu hilo tatizo la wanaume wengi kwa sasa, na huo ni ugonjwa ambao sio wewe tu peke yako. Yeye aliweza kufuata matibabu jinsi gani yeye anavyotakiwa kufuata ili aweze kupona. Cha kwanza alikuwa anafanya mazoezi. Aliambiwa afanye mazoezi. Cha pili, hali vyakula ambavyo kwa namna moja ama nyingine vitaupa mwili nguvu ili aweze kushughulika vizuri. Lakini 3 na 4, hayo matatizo ya kupiga punyeto
ndio yamewaharibu sana vijana wengi. Lakini cha pili na cha tatu ulichokizungumza, hususan kwa kutumia madawa ya kuboost, pia yeye pia alikuwa anatumia na kweli akaacha na akafuata hizo taratibu zinazotakiwa. Akafanya mazoezi na akala hivyo vyakula vya kuupa mwili nguvu. Sawa. Sasa naomba usichelewe sasa. Haina shida. Maana nyumbani pale amani sasa hivi haipo. Na kashakusanya kila kitu cha kwake. Anataka kuondoka Ikwilili kwao. So unajua yule Nyankumba? Nenda. Nimechoka. Sasa mimi unaniacha kwenye hali gani mpaka hivi sasa? Hebu jitahidi basi. Njoo tumalizie hii ngwe. Nisamehe, nimechoka. Wewe, hebu umehangaika wewe, umeniombea dua wewe. Mungu kashapokelea. Leo tena unataka kunikimbia kweli? Njoo bwana tumalizie bwana. Ati mume wangu. Umetumia dawa gani? Hamna, mimi sijatumia dawa. Yaani siri kubwa ambayo ni ya kunifanya mimi nifanikiwe ni rafiki yangu. Lakini cha pili na cha tatu ulichokizungumza, hususan kwa kutumia madawa ya kuboost, pia yeye pia alikuwa anatumia na kweli akaacha na akafuata hizo taratibu zinazotakiwa. Akafanya mazoezi na akala hivyo vyakula vya kuupa mwili nguvu. Njoo tumalizie pale kubakia sasa. Subiri baadaye. Njoo. Nimechoka. Njoo bwana. Nisamehe mume wangu, nimechoka. Umechoka? Bwana kaka, uweze amini. Yaani kila kitu safi kabisa. Acha masiara. Hayo ya kuhadisiwa. Yaani Nyamkumba. Nyamkumba muda wote anafurahi, anacheka, anatabasamu. Yuko kwenye furaha kabisa. Toto la Kindengeleko kutoka mjini Kwelele. Mambo safi. Toto la kiume nakwambia nimesimama nganga, niko imara. Naenda safari zangu, nafika kwa wakati. Bwana kaka, nikwambie kitu. Mazoezi kiukweli ni muhimu. Mafuta kwenye mwili ni hatari. Sasa hivi mimi namshukuru Mungu. Unaona kitambi kimetoweka. Uwanjani njoo baba. Raundi 10. Nakimbia kijasho kinatoka mtoto wa kiume. Sasa hivi baba nateleza tu kwenye mkumba. Kaka, bwana asante sana. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba lile tatizo limeshaisha kabisa? Narudia. Ngoma ilikuwa ngumu kwa sababu kumbukumbu yangu ulikuwa umeweka leani mpaka ndoa yako. Wewe acha tu ndugu yangu. Sasa hivi natabasamu. Natabasamu kutoka ndani ya moyo. Sio natabasamu ili mradi kuonyesha meno. Ndani ya moyo wangu kiukweli kabisa napata burudani. Toto jeupe lile mwanangu, wewe acha masiala yako bwana. Mimi niseme tu cha kumshukuru Mungu, tatizo limeisha. Na niwatakie heri katika ndoa yenu. Muendelee na hichi kilikuwa kipimo cha uvumilivu. Natumai baada ya matatizo yako shemeji alivumilia mpaka akachoka, akatamani kuondoka. Kwa hiyo tumejifunza kitu hapa, kuna uvumilivu. Maana yake kuna raha na shida. Leo na tatizo wewe, kesho anaweza akapata yeye, mkavumiliana. Ndio maisha. Kiukweli sasa hivi alhamdulillah. Na dua zako uendelee kuniombea hivyo hivyo. Ila ninakwambia ndugu wangu sitaki masiara. Kwenye changu. Nyankumba wangu sitaki masiara. Wala yaani sasa hivi acha masiara koma. Nateleza tu. Bwana, acha bwana juai bwana. Haina shida. Ndio mwenye Nyankumba.